pita mawiki napata wao nipata tasabu karibu 70 dola yao. Wanaweza asifiwe. Amen. Souvenir yangu ya pale kule. Kwa hiyo kusema katika uimbaji Daudi ameimba sana. Lakini katika kuimba gitari inafukuza mapepo ya gitari. Gitari. Mnakubali gitari inaweza kufukuza pepo? Ndio. Ifukuza flaka hii pepo. Inatoka tunyoa gitari tu. Sina mimi Roho Mtakatifu yuko kwenye gitari wote na sauti inatoka na mapepo kule yanaruka. Kwa nini atupitike? Tunajichanganya vijana wenzangu. Nasema mimi nimeona na vizuri wanapaya kuona vizuri. Tunawaacha kuenda wapi? Leo na wanani? Sisi ni data katika Kristo. Ili tujenge utakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Twende kwa Shemashi. Sisi wanatini pale. Shemashi ni mhudumu miongoni mwa wahudumu wengine. Tusizania sema Shemashi ni wahudumu miongoni mwa wahudumu wengine. Na mnajua jaribu ya Washemashi kwa katika kitunga cha sadaka. Yake walengo wabashemashi. Yale lengo wabashemashi kutunga sadaka. Udao isema hizi mbili ndio zinafanya washemashi kuanguka kiroho. Wanatumia sana. Lakini wakati wa katika agano jipya kuna watu waliopata nunguniko kwa ajili ya chakula. Nunguniko ilipoingia katika chakula, watu walitoka moja kwa moja wakaanza nunguniko. Na Mungu wetu na Roho Mtakatifu hapatane na nunguniko akatoka. Ikabidi mambo ya karibu. Ikabidi tena waanze kupya kutafutia uaminifu. Kwa hiyo uaminifu katika kundi la washemashi na wanathini wote wanahitajika kuwa waaminifu. Wanathini ndio wale wa protokoli. Katika dola wanathini ndio wale wa protokoli. Naendelea. Awe mzee wa kanisa. Katika vijiji vyetu tuna wazee wa kanisa. Mzee wa kanisa ni mhudumu miongoni mwa wahudumu. Na sio mtu wa kujichafua. Sio mtu wa kujichanganya. Lazima ndugu Shemashi kwa sababu mchungaji kama hayupo, yeye anashika zamu moja kwa moja ya mchungaji wake na mambo yanasonga mbele. Lakini haya yote tunashindwa kwa ajili ya macho kupesa. Pesa sio mbaya, ni nzuri sana. Kazi hii nyumba kama imejengwa kwa ajili ya pesa. Lakini sio pesa za aibu. Sio pesa za aibu. Wanaweza sifi. Sio pesa hata twende kukuzimu. Siku moja tuko pale kwetu kwa Sikarangwa. Ikabidi kwa ikasema sasa sisi inafaa twende kuzahabu, twende kuchimba dhahabu, tununue vyombo. Waimbaji wakaomba, mpaka Mungu akaja sema ni vyombo vyangu vitanunuliwa kwa dhahabu. Na mbona dhahabu ndio yenyewe ilikuwa inajaja kati kama jangwani vitu vya dhahabu. Kwa nini Mungu katae dhahabu? Aseme mimi vyombo vyangu vitapatikana, muende kuwinda nyama ndio kutaonekana vyombo. Kwa sababu walikuwa watu ambao walikuwa na imani iliyokuwa, lakini mkunda hawakose wasaliti. Ilibidi waandae safari wakaenda. Wanaenda na plani tu asemweni kuingia leo mtakula nini? Mtakuta pale mweke mizigo pale. Tokeni pale mtakuta nyama fulani inaenda ngambo ya wenyewe tu inatoka. Msifate. Mfuate yenyewe mpite ile pale mbele mtakuta zingine zenyewe zinaenda ngambo kwenye jua linafanya nini? Linatua. Uweni yule na wapa nyama. Mungu anasema kama mtu. Mungu anawapa plani kama mtu kwa ajili mko naye mnamwandalia patakatifu pake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo wajibu wetu tumwandalie Mungu patakatifu pake. Hata katika nyumba yako akina mama, muandalie Mungu nyumbani mwako iwe nyumba patakatifu pake kwa yeye kukaa. Utaona nyumba yako, unaangalia watoto wako baraka za vizazi 4 mfululizo.
Wananda abecho wana mngeki tumobenyi mbali. Ule na kimo benyi. Pero cho, msikiliza hapa tuna Mungu. Pero cho chua njakube wobe ndume mpakeza zikoja anachi ndabindaza anachi. Uba waobo la bobo na momema aube achi akimugitamu bibali. Abechengi. Ina mwambie msiku. Lakini ukikalia aseme mimi ndio shindikana. Mimi ndio wazangu. Mimi ende kuaguza. Mimi niende huku. Mimi ya usharati. Tunaenda kununua mikeke kule Wadundi. Unaenda kuuza mwili. Wewe na Mungu amtaelewana.